mambo vipi? Video iliyopita tuliangalia review ya Dunia episode ya 29. Sasa hapa nawekea episode ya 30 kwa ufupi tu uangalie nini kiliendelea baada ya pale. Okay, tuanze. Sasa inawezekana vipi upo kwenye ndoa kwa miaka miwili Nashangaza na bado uko bikra? hii kitu babasi mambo yenyewe bado. Babasi anapenda tueleshe yani kapangiliaje hizi sidi mzee, miaka miwili Bwana, wewe hivyo tu bwana. Haiwezi kuwa kirahisi hivyo. Haiwezi kuwa kirahisi. Listen. Mambo tusiyapelekeshe tu hivi hivi kama unavyofikiria. Kwa sababu hili jambo kiuhalisia haliwezekani. Yaani sio kitu cha kawaida hata kidogo. Mimi mwenyewe nimeshangaa hapa, yani sikutegemea kukutana na kitu cha namna hii. Ndio maana ili kunipa uhuru na amani ili nijue this is real, this is not, niambie ukweli. Kwa nini iko hivi? Kesho nikwambie ukweli. Nataka hapa usikilize kwa makini. Usikilize kwa makini kwa sababu kuna wabisho wengi yani tunawaona tu wanavimba na wanawake, au unaona bosi ana wivu na mke wake. Hapa kuna siri kubwa, naomba usikilize vizuri. Ketu wazazi wake kaja nyumbani, nikatolewa mahali, nikachumbiwa, nikaja mjini. Nilipofika mjini ndo akaniambia kwamba yeye maumbile yake hawezi kusimama. Nadhani hapo umepata kitu. Mwamba jogoo hapandi mtungi. Full stop. Jogoo hapandi mtungi. Naitaka iwe siri. Nimtunzie hii siri, wazazi wake wasijue. Kwa sababu yeye matatizo ameyapata ukubwani. Hata ndugu zake, familia yake. Wazee, mnaweza mkachukulia masiara, ila hii dunia ina kitu cha kujifunza. Ukitumia akili unatoka na kitu kwenye hii kitu. Hii series ina kitu. Hakuna anayejua. Ndio maana unaona anakuwa na wivu, sababu vingi. Lazima. Kwa sababu ya hivyo. Na mimi niambia nikiweza kutunza siri yake atanipa kila kitu. Lazima akupe mama. Ndio maana unaona nakaa sehemu nzuri, nakula vizuri, kila kitu napata kwa wakati. Sahihi. Lakini mimi sasa nimeshindwa kujikaza. Nilivyokuona tu wewe mwenyewe. Unashiba mama, unashiba. Mimi hisia zangu zote zikamia kwako. Ndio tunaambiwa wewe kuwa na hela zako, kuwa na nini yako, lakini kama tendo la ndoa bro haulifanyi kwa mke wako hizo hela hazina hazikusaidii chochote bro. Hivyo ina maana huyu blaza unataka kusema ni Hanifi? Ndio maana yake. Nifanye kazi mwenzio. Kabisa, hamna kabisa. Sasa usielewe manyanya wewe nini? Usielewe wewe nini manyanya? Usielewe wewe ni nini?
wadada, naomba mwe makini sana. Naomba mwe makini sana. Unapoangalia hii series, naomba mjifunze kitu. Mwangalie mwenzenu anachokipitia. Mke wangu, naona sasa hivi nikupumzishe katika biashara, na ikiwezekana uache kabisa. Sio biashara bro, kionyesha umana. Kwa nini mume wangu? Maana sasa hivi ninavyokuona sio yule mke wangu ambaye ninamjua mimi. Yaani sasa hivi umepoteza kabisa furaha, umepoteza amani, umekuwa mtu ambaye mwenye hofu, mwenye kuwaza. Sasa yote yanasababishwa. Ataitoa wapi furaha? Ataitoa wapi furaha kati ameshatupa connection? Kisha tupa connection. Furaha inatoka wapi? Tunaishi na biashara. Sasa ni bora tu niliangalia ili bado mapema. Maana nisije nikakupoteza kabisa mke wangu. Mimi bado nakuhitaji. Hamna bro. Huwezi mpoteza huyo. Connection. Tatizo connection. Taji mke wangu. Hamna. Nadhani unaelewa mimi bado sio mzoefu kwenye biashara. Lakini sasa hivi afadhali nimeanza kuzoea. Kwa naomba kuwa na subra, nitakuwa sawa tu. Mimi ni tofauti na wewe. Wewe ni mzoefu. Mwambie tu kuna connection imevuja huko. Wambo washaipata kwenye group huko. Kwenye group la Mange Kimambi. Mimi sio mzoefu. Ukiangalia kule kazini changamoto ni nyingi mwangu. Kuna muda nagombana na wateja, kuna muda nakosea mahesabu, kuna ila sema wazee mwanamke mzuri. Aisee binti mzuri wazee, cheki jicho. Vitu vyangu hivi. muda unaniibia, yani napata stress sana. Kwa hiyo naomba tu tusifunge. Nitakuwa sawa. Unajua kipindi unaanza, mimi nilikuchukulia tu ni ugeni. Na ndio maana hata zile hali ulizokuwa unazionyesha za uchovu nini, nikaona huyu ni ugeni. Ndio maana nikaamua nikuache. Ila kila siku zinavyozidi kwenda, naona kabisa kama hii hali inaenda kukuelemea. Alafu naenda kukupoteza mke wangu. Kwa hiyo mimi kwa jinsi ambavyo ninavyoona, nisije nikaenda kukupoteza mke wangu. No babe, usifanye hivyo. Yaani kwa sababu ya changamoto. Kwani hapo akisema tu bana kuna connection imevuja huko. Lakini mimi bahati mbaya nimejisahau, kuna kuteleza jamani. Kwani na ubaya gani? Mzagamuo una ubaya gani? Watu unazopitia ndio unataka ufunge biashara kweli? Yaani unataka uzoe biashara kwa ajili ya changamoto kweli? Changamoto ni sehemu ya kawaida. Nitapambana na nitazishinda. Changamoto ni sehemu ya biashara. Nitapambana nitazishinda. Sema ukweli. Wala haina haja kuzuia uzalishaji wangu. Kwa sababu tumeshaanza kuongeza kipato. Afu kuhusu hali yangu, mimi mwenyewe hata sijielewi. Sijui nitakuwa naumwa. Unanikera sasa. Unaumwa nini? Ukisema tu hapo. Ukisema tu wameshapata connection hii na ubaya gani? Hata hivyo nilipanga niende hospitali nikapime ili nijue hali yangu. Lakini mume wangu, nakuomba usifunge please. Kumeletwa. Mtu ana simu. Tuna simu. Hello? Kimeumana nini? Kimeumana? Yeah. Sasa hivi nipo nyumbani na imani kwa siwezi kupata huo muda. Sawa tufanye. Kumbe amani bado ipo. Okay. Kesho mimi nitakuja hapo ofisini kwa sababu kuna mambo nataka nije niweke sawa kidogo ya kiofisi hapo. Kwa hiyo nasi tukutane hapo. Basi haina taabu. Vijana bwana. Ashani mimi tayari muda mrefu hawajaniona bado ofisini.
Si yule kijana wetu bodaboda yule ambaye Umesikia? Bodaboda. Tega mizigo pale ofisini. Ameniambia na mazungumzo na mimi ni muhimu sana. Itabidi kesho niende nikakutane naye. Ona. Ni bodaboda gani? Lamio. Lazima maji kupalie. Lamio ndio yule mwamba yule alimpata dukani pale. Pole, relax. Pole baba. Vipi uko sawa? Pole. Oi, ndugu zangu, hii ni Dunia episode ya 30. Kwa mimi nimekuweka kwa ufupi. Nenda YouTube pale search Dunia series pale, utaenda kwa channel ya Baba Asma, utaingia pale utakuta episode nzima pale, utaiangalia yote kwa huru. Mimi nimekupa uhondo tu. Karibu sana, naomba usubscribe channel yangu, ni follow mtandao wangu wa kijamii. Karibuni sana. Asante. Thanks for supporting me.